Ubalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uliandaa Alhamisi Septemba mosi mwaka 2022 warsha kwa wanahabari kwa dhamira ya kudhihirisha filamu yenye kuonyesha mvuto na maeneo ya utalii ya nchi ya Tanzania. Balozi wa Tanzania Burundi, Mama Elibariki, aliipata fursa kuwafahamisha wageni kwenye kongamano hilo kwamba lengo ni kuwataka wanahabari wachangie kupitia vyombo vyao vya habari kuonyesha kivutio na uchumi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wanahabari, waandaji wa safari za watalii, watumishi wa ubalozi, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye kwa baraka zake ametupa pumzi na hivyo tukaweza kukutana katika tukio hili muhimu siku ya leo. Napenda pia kuchukua fursa hii kuwakaribisha nyote katika ubalozi wetu na kuwashukuru kwa dhati kuitikia mwaliko wetu licha ya majukumu mengi mlio nayo. Ndugu wageni waalikwa, kama ilivyoelezwa katika barua yetu ya mwaliko, lengo la mkutano huu ni kuitambulisha kwenu filamu ya Royal Tour iliyorekodiwa nchini Tanzania Agosti na Septemba 2021 na mwandishi nguli wa habari, mshindi wa tuzo ya Emmy, Bwana Peter Greenberg. Katika filamu hiyo, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alishiriki kuvitangaza kwa dunia vivutio vingi vya utalii vya Tanzania kwa namna ya kipekee, yeye akiwa mwongoza watalii, yani tour guide, na mhusika mkuu, yani main character. Ndugu wanahabari, waandaji wa safari, mabibi na mabwana, ni ukweli usiopingika kwamba nchini Tanzania, Burundi na nchi nyingine za Afrika kuna vivutio vingi vya utalii. Hata hivyo, kutokana na sababu tofauti, vivutio hivyo havijulikani vyema duniani. Kwa msingi huo, filamu ya Royal Tour inakuwa jukwaa la kutangaza vivutio hivyo ambavyo Tanzania na nchi za Afrika zimebarikiwa na Mwenyezi Mungu. Filamu hiyo ya dakika 56 iliyozinduliwa kwa mara ya kwanza na rais mwenyewe huko New York na Los Angeles mwezi Aprili mwaka huu, ikifuatiwa na hafla kadhaa za uzinduzi nchini Tanzania, imejaa vivutio vya utalii vya Zanzibar, hifadhi ya taifa za kipekee za Serengeti na Ngorongoro, mlima Kilimanjaro, vivutio vya uwekezaji, sanaa na vivutio vya kiutamaduni vinavyopatikana Tanzania. Kupitia filamu hii tunatarajia ongezeko la watalii watakaoingiza mapato katika mataifa yetu, jambo ambalo litachangia ujenzi wa miundombinu ya kimkakati zikiwemo shule, maji, barabara, reli pamoja na vituo vya afya, kwa kutaja machache tu. Kwa kufanya hivyo, utalii utachangia katika kufikiwa kwa malengo ya maendeleo endelevu ya nchi zetu ambayo pia yanawiana na yale ya Umoja wa Mataifa. Ndugu wageni waalikwa, tuliwaalika kwa sababu nyinyi ni washirika mnaoaminika, mnaozipenda nchi zetu Burundi na Tanzania pamoja na nchi za Afrika Mashariki kwa ujumla. Kwa unyenyekevu tunawaomba ninyi na taasisi zenu mtuunge mkono ili kutangaza utajiri na vivutio vya utalii vya Tanzania kwa watazamaji wa Burundi na jumuiya ya kimataifa kwa ujumla wake kupitia filamu ya Royal Tour. Tumeamua kuomba ushirikiano wenu kwa sababu ya ukweli kwamba kupitia taarifa kwenye vyombo vya habari, maamuzi ya kufanya safari za kitalii huchukuliwa, hususan na watu ambao wao binafsi hawajawahi kuyaona maeneo hayo ya kitalii yanayotangazwa. Tunaamini kwamba juhudi zenu hazitainufaisha Tanzania peke yake, bali pia Burundi na nchi nyingine za Afrika Mashariki. Kwa mfano, waandaji wa safari za watalii nchini Burundi wanaweza kutumia fursa hii kuandaa vifurushi vyenye nchi zaidi ya moja kwa kuunganisha vivutio maalumu vilivyopo Burundi, nchi inayojulikana kama moyo wa Afrika, na vile vya Tanzania, kwani swala hili sasa linarahisishwa kutokana na uwepo wa safari za shirika la ndege Tanzania kati ya Bujumbura na Dar es Salaam. Ndugu wanahabari, waandaji wa safari za watalii, mabibi na mabwana, kabla sijamaliza maelezo yangu, nichukue fursa hii kutoa shukrani zangu kwa kampuni ya USD Media Technologies kwa kusaidia ubalozi kutafsiri filamu hii kwa lugha ya Kirundi ili kuwawezesha watazamaji wengi nchini Burundi kuifuatilia. Filamu hii pia inapatikana katika lugha za Kifaransa na Kiswahili. Kwa hiyo baada ya kuiangalia filamu hiyo,
Kila chombo cha habari na kampuni ya utalii iliyopo hapa itapokea USD flash ambayo ina nakala za lugha zote 3. Itakuwa ni uamuzi wa taasisi husika kuchagua lugha itakayoridhia na kupeperusha hewani. Balozi wa Tanzania nchini Burundi awatangazia walioshiriki kwamba Afrika kuna vivutio vingi, tatizo ni kwamba tu hakuna mbinu za kuvitangaza, na atoa wito kwa kila mtu kusaidia kujulisha maeneo hayo ya utalii hasa nchini Tanzania. Thank you so much. Mimi sina mengi, lakini naomba tena nirudie kusema asanteni sana. Thank you very much for coming. Mmetupa muda wenu, mmeangalia filamu. Tunawashukuru sana, lakini nia yetu ni kushirikiana katika kutangaza vivutio vyetu. Afrika tuna vivutio vingi kama nilivyosema, but we don't have zile mbinu za kutangaza. Hii ni mbinu mojawapo tu ya kutengeneza filamu kama hii documentary, alafu tukaisambaza kwa dunia nzima, watu wakaona, then wakaenda kutembelea vivutio. Lakini kama alivyo suggest Filemoni, tunaweza tukaandaa vitu vingine, tukaandaa kundi la wanahabari pamoja na tour operators wachache hapa, wakaenda kutembelea vivutio physically, wakaviona, wakaja wakatangaza nchini. Lakini tutaendelea kushirikiana katika hayo kwa sababu Tanzania na Burundi tuna mambo mengi ambayo tumekubaliana kuyafanya pamoja, including kupromote tourism. Kama nilivyosema, kunaandaliwa memorandum of understanding ambayo tutashirikiana katika kutangaza vivutio vyetu vya utalii na mambo mengine yanayohusiana na utalii. Itakapokuwa tayari, nadhani itatumika vizuri kabisa katika kuinua sekta ya utalii katika nchi zetu mbili. Kwa hiyo shukurani sana kwa kuja. I thank you very much. Na naomba tuendelee kushirikiana, msituchoke kwa sababu nyie ni wadau muhimu kwetu. You are very important stakeholders to our embassy. Kwa hiyo tutaendelea kushirikiana na ninyi na nyie mwe tayari kushirikiana na sisi. Kwa lengo la kulinda mazingira, Jamhuri ya Tanzania yawataka wananchi misitu kutoichoma moto. Kuna watu huwa wanachoma moto hayo maeneo kwa ajili ya sababu zao. Wengine wanachoma moto hasa kwa sababu unajua baada ya mvua nyasi zinakuwa sana. Ikiacha mvua nyasi zinakauka na zishakuwa kubwa, kwa hivyo kupita watu sio rahisi. Kwa hivyo kuna watu huwa wanachoma zile nyasi kusudi waweze kuwinda. Kwa Tanzania kuna maeneo mapori makubwa, kwa hivyo wanachoma moto kusudi nyasi zinaungua maeneo yanaonekana, kwa hivyo wao wanapita kuwinda kule, whether kwa mbwa kwa vile. Lakini hiyo ni moja. Lakini pili, Tanzania kama mnafahamu ni eneo kubwa sana. Tanzania ni eneo kubwa sana. Burundi inaingia mara 34 kwa Tanzania. Kwa hivyo kimsingi hata haya maeneo ya mbuga na yaona hapa ni makubwa. Sasa kuna wakati mwingine moto huchomwa kusudi katika hayo maeneo. Ukishachoma upande mmoja wa eneo, wanyama wao wanajua wanakimbia upande ule mwingine, na lazima wachome moto kwa sababu usipochoma moto huwezi kupata nyasi mpya zinazochepua. Kwa hivyo nyasi mpya nazo ni muhimu kwa sababu ni chakula cha wanyama. Kwa hivyo wao wanachoma moto kusudi nyasi mpya zichipue na wanyama waweze kupata chakula. Kwa hivyo ni hayo mawili. Lakini bado serikali inakataza raia wa kawaida kuchoma moto kwa sababu wanachoma bila kufuata utaratibu. Kwa hivyo kuna hilo katazo la kuchoma moto. Wanaopaswa kuchoma moto na wao wahusika wa mbuga za wanyama tu. Sasa wamesema sasa kwa upande wa Burundi inakuwaje? Challenge inayotokea kwa Burundi ni kwamba eneo lile ni dogo. Kwa hivyo kuchoma moto wale wanyama wanakwenda wapi? Kwa hivyo lazima serikali labda mamlaka husika ijaribu kuangalia na kutoa katazo, kwa sababu wanaochoma moto ni raia wa kawaida. Kwa hivyo lazima kuwa na sheria ambayo inakataza, inatoa katazo kwa raia wa kawaida kuchoma nyasi katika maeneo. Ilikuwa fursa kwa walioitikia mkutano huo, walikiri na kufurahia mvuto na uchumi wa Tanzania. Kwa upande wao waliahidi kutangaza na kuonyesha kupitia vyombo vyao vya habari filamu hiyo iliyobatizwa Royal Tour ya Tanzania. Television Tanganyika. Television Tanganyika.